Ujumbe andika kupata kibali mbele za watu. Nasoma kitabu kile cha Mwanzo sura ya 39 mstari wa 21. Lakini Bwana akawa pamoja na Yusufu, akamfariji na akapata kibali machoni pa mkuu wa gereza. Bwana akawa pamoja na Yusufu, Mungu akamfariji na akampa kibali mbele za mkuu wa gereza. Uelewe kabisa, kibali ni kukubalika. Mungu akampa kukubalika mbele ya mkuu wa gereza. Sio kila mtu anaweza kukubalika kirahisi. Sio kila mtu anaweza kukubalika kwenye biashara fulani. Sio kila mtu anaweza kukubalika kwenye huduma fulani. Sio kila mtu anaweza kukubalika kwenye mamlaka fulani. Kinachokufanya ukubalike ni wewe kupata kibali. Ili upate kibali, unatakiwa ufanye nini? Moja, ili upate kibali unatakiwa Mungu awe pamoja na wewe. Warumi 8:31 imeandikwa, basi seme nini juu ya haya yote? Mungu akiwepo upande wetu, ni nani aliye juu yetu? Wanasema hawakutaki, wanakukataa pale mtaani kwako, wanakukataa pale kazini kwako, wanakukataa pale kwenye biashara yako. Hawataki kuona huduma yako ikienda. Huo ni wivu wa kibinadamu. Hiyo ni vita vya kibinadamu. Haya ni mashambulizi ya kibinadamu. Lakini Mungu akiwa upande wako, hakuna aliye juu. Hakuna vita atakayeinuka juu yako ikashinda ikiwa Mungu yuko upande wako. Ukiona mashambulizi yanakushinda, wewe hauko upande wa Mungu. Aliye upande wa Mungu huwa anatetewa na Mungu. Aliye upande wa Mungu huwa hatetewi na wanadamu. Mungu akiwa upande wako, ukiwa na kipaji, kile kipaji chako kinakupa hela. Mungu akiwa upande wako, kipaji chako kinaonekana kirahisi. Methali 17:8. Kipawa ni kama kito cha thamani machoni pake yeye aliyenacho. Kila kikigeuka anapata pesa. Kwa hiyo vitu vya kushika viandike. Cha kwanza, Mungu awe upande wako. Cha pili, ishi na kweli ya Mungu. Cha tatu, mtumaini Mungu kwa moyo wako wote. Cha nne, usiwe mtu mwenye hekima machoni pako wewe mwenyewe. Yaani usiamini unachoamini ndio kiko sahihi kuliko wengine wote. Maana kuna mwingine yani akisema kasema, utafikia ndio Mungu. Au yeye ndio, yani yeye ndio kila kitu. Hapana. Tambua pia kuna wengine wenye hekima kuliko wewe. Tambua pia kuna wenye hekima kama wewe. Yaani kuna wenye hekima kama wewe na kuna wenye hekima kupita wewe. Na kuna wenye hekima unaolingana nao. Ndio maisha yalivyo. Namba 5, ili upate kibali, mheshimu Mungu kwa mali zako na malimbuko na mazao. Kuna watu wakivuna wanafikiri vyote ni vya kwao. Malimbuko ni ya Mungu. Wewe kula. Ndio maana unaweka kwenye gara havikai. Vinaisha haraka. Kwa sababu malimbuko hukutoa. 6, unahitaji baraka za wazazi wa kimwili na kiroho. Watu wengi wanateseka kwa sababu ya dharau za wazazi wao. Wazazi wako wa kimwili na kiroho. Kuna watu kazi yao ni kugombana tu na mama zao, baba zao. Kuna watu ni kugombana na wachungaji. Hivi wewe jiulize kitu kimoja. Mtu anaingia kwenye mtandao, anaanza kumtukana mchungaji. Hivi wewe unataka kufa haraka? Ili upate kibali, heshimu madhabahu. Kila aliyefanikiwa ana madhabahu inamtetea. Kuna vitu viwezi lakini madhabahu inaweza. Kuna vitu usingefika kama sio madhabahu kuongea. Kuna heshima usingeipata kama sio madhabahu. Kwa hiyo iheshimu madhabahu. Mwisho, unatakiwa umtangulize Mungu kwa kila jambo. Hello?
Methali sura ya 8 mstari wa 17. Na wapenda wana wanipendao, na wale wanitafutao kwa bidii wataniona. Utajiri na heshima ziko kwangu, na utajiri udumuo na haki pia. Amina. Hitimisho. Methali 3:1. Mwanangu, usisahau mafundisho yangu, bali moyo wako ushike amri zangu, maana yatakupa wingi wa siku na maisha marefu, katika jina la Yesu.